kapita njia fulani, mama kapita njia nyingine. Tabii mimi nimfuate mama, siwezi kumfuata wale. Sasa mdogo wangu akabaki anahangaika. Anateseka, anasema, mimi nienda wapi? Akaanza kulia. Sasa itabidi atufuate mimi na mama. Ametufuata, tumeenda. Tumefika nyumbani, tumekaa zile dakika 2. Kwanza tumefika njiani, mama mmoja akamuuliza hivi mama, Mama James, umefanyaje? Mbona kama vile umejipaka paka? Na akasema, acha tu, nipe na wahi. Sasa dhambi inanyanyasa, dhambi inatesa watu wa Mungu. Ile ilikuwa ni dhambi ya kujificha. Kwa nini wasifanye hadharani, lakini wanajificha ndani? Wanakuambia uje usiku, ilikuwa ni saa 2 usiku. Lakini anamuuliza Mama James, mbona umechafuka hivi? Akasema, nipe tu. Alikuwa anapitia simu kipindi hicho umeme ulikuwa haujafika sana. Anamwambia, na alikuwa anapitia simu, alikuwa amechaji. Nipe tu simu, mimi na mwai mtu fulani. Kumbe ni dhambi inamnyanyasa na mtesa, amepaka vya kutosha, vitu ambavyo hata havistahili. Basi tukaenda nyumbani, tumefika pale, tukakaa dakika 2, basi wote tukaanza sasa kugeuka, ni kusalimiana, kufanyaje, kama naenda kuoga. Basi mimi ni mgonjwa, siogi. Nikajifutafuta tu hivi nikavitupa. Nimemaliza sasa pale, mama akasema, unaona sasa huyo Diki, mdogo wangu wa mwisho ni Diki. Tungempaka angetuharibia dawa. Maskini Mungu asijue kama mimi nilishaharibu kuangalia kuku. Yesu atuhurumie. Sikiliza. Yaani kuna wakati unaweza kupitia maisha magumu. Kuna wakati unaweza kuhangaika na ugonjwa, lakini ukahangaikia sehemu ambayo hakuna msaada. Ukakimbilia mahali ambako hakuna nguvu ya kukusaidia. Mganga akienyeji mwenyewe akiwa anakuloga anasema, Mungu nisaidie ili pesa wanipe haraka. Mungu nisaidie ili yaani yeye mwenyewe analia asaidiwe. Na ndio maana wakati mwingine unaweza kukuta mganga kienyeji anawashaka na kuambia, weka pesa hapa. Ndio haitosha Nikikumbuka pesa zilizokuwa zinapeleka tunakula chakula ambacho hakistahili, naumia sana. Wakati wetu tukawa tunahangaika, tukawa tunalia, tunatafuta msaada. Lakini nilipomtambua mwanaume Yesu Kristo, akabadilisha historia yangu. Nilikuwa siwezi, na sasa ninaweza. Nilikuwa siwezi kutamka, na sasa ninaweza tena. Nilikuwa siwezi kutembea, lakini leo ninaweza. Nilikuwa nikiingia chooni sijitoi, lakini sasa naingia na natoka mwenyewe. Ni kwa sababu ya mwanaume Yesu. Pigia Yesu makofi, haleluya. Yesu peke yake, mtu wa Mungu. Mwanadamu anaweza akakuona haufai, una dhambi kiasi ambacho kwamba hauwezi kusamehewa na mwanadamu mwenzako. Lakini Yesu anasema, njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo yenu ya dhambi, nami nitawapumzisha. Haijalishi ni dhambi ya kiasi gani, haijalishi imekwisha kuwa watu 10, Yesu anakusamehe leo. Haijalishi imekwisha kukalia watu wa kutosha, Yesu yuko mahali hapa. Haijalishi imekwisha kuhangaika kwa muda mrefu, magonjwa yanakusumbua, Yesu yuko hapa. Haijalishi umekosa msaada, umelia kwa kiasi gani, lakini Yesu anasema amekuja kukufuta machozi leo. Yesu anakufuta machozi siku ya leo, mtu wa Mungu. Yesu anakufuta machozi mahali kokote uliko. Haijalishi uko ndani wapi, haijalishi uko kwenye baskeli, haijalishi uko kwenye gari, haijalishi uko kwenye pikipiki, haijalishi labda umepanda ndege, hiyo haijalishi, lakini Yesu yuko mahali hapa anakuita leo. Haleluya. Yesu anabadilisha historia za watu. Mtu amezaliwa ni kiwete, lakini anabadilishiwa historia, anatembea. Jamani, ni jambo la kushangaza sana. Ni jambo ambalo mwanadamu hawezi. Hata kama utatoa mamilioni ya pesa umpe mganga hata gari, hawezi kukufanya utembee. Hawezi kukufanya utembee wakati umezaliwa huko hivyo. Hata kudanganya tu hata kitu kadhaa, lakini hawezi kukufanya uwe mzima.